mimi nitafaulu kweli? Joka la kichawi. Mzee Jangamoyo, vipi? Masikini Kisamvu. Masikini Kisamvu. Kisamvu kafanya nini tena? Kisamvu kishamlamba hivyo. Kisamvu kimemlamba kama nilivyokuambia. Mtihani huu ni wa mwisho, mgumu. Kisamvu hawezi kuvuka. Lile jini la barafu limemgusa. Ule mzimu nilokuambia limemgusa hapo ninapokuambia ameganda chini, na anapozidi kukaa chini pale ndipo atapokufa. Nani Black, unaanza kusikia baridi tena hapa? Yani ila Mungu amsaidie aweze kuhimili hilo barafu ndani ya siku mzima, ila lina baridi kali, hawezi kuvumilia. Kama kuna njia yoyote ya kumsaidia, hebu tujaribu kumsaidia. Yani mwenzako nazidi kuchanganikiwa, Mzee Jangamoyo, mwenzako nazidi kuchanganikiwa. Ngoja nirudi kwanza, nikaongea na mizimu, kisha wapo nitarudi hapa baadaye, kiongozi wangu. Sawa Sawa, mimi nipo hapa naendelea kuyafanya majukumu ya kijiji chetu hiki cha Mpanda. Black, umefika. Umekaa kimya tu. Una maana gani? Nashindwa jinsi gani ya kuomba msamaha. Nimewakosea sana mizimu yangu, lakini chanzo kikubwa ni JM. Amenishawishi sana JM. Naomba mnisamehe. Yule ni mtu mbaya. Kwa nini uongozane naye? Ni kweli, lakini yule ni rafiki yangu. Sidhani kwa nini ameamua kunifanyia kitu kama hiki JM. Sielewi. Yule ni mtu mbaya, anataka kuua nyote. Toba, sio kwa nilivyomfikiria. Mnasema anakuwa adui na hana mpango wa kuisamehe hii ngome yetu ya Mpanda. Ina maana amesamilia mabaya katika ngome yetu ya Mpanda. Nia yake ni nini hasa? Nyinyi si mnajua? Amesamilia kuyatenda mabaya kwenye ngome hii ya Mpanda. Masikini Black kaingiwa na tamaa kubwa sana. Sasa mimi nifanye nini? Mizimu yangu, mimi kipi nifanye? Hatutaki kuona upo karibu na JM. Nashukuru sana mizimu yangu kwa kunijulisha kuwa JM ni mtu mbaya sana, hapaswi kuwa rafiki yangu. Lakini naomba msaidie mwanangu, amekwama kwenye mtihani wa mzimu wa barafu pale chini. Fanya juu chini, mnisaidie jinsi gani ya kumuokoa pale. Tutakupa nguvu za ajabu. Asante sana kwa nguvu zenu za kichawi. Natumai nitazitumia vizuri ili niweze kumsaidia huyo Kisamvu mwanangu, mfalme ambaye anafuata. Haya, acha mimi niondoke mizimu yangu. Sawa Nani wewe? Shemeji yangu, Bibi Feti, karibu sana. Umefuata nini kwenye ngome yangu ya ufalme? Asante mtukufu mfalme. Nimekuja hapa shemeji yangu JM, nina matatizo na shida. Naomba unisaidie kiukweli, kwa sababu hakuna mtu yeyote. Hao watu ambao wapo nje huko wote ni wajinga tu. Nipo tayari kukusaidia ukiwa wewe kama wewe. Haya, niambie unahitaji msaada gani kwa mtukufu mfalme? Kwanza umeita vizuri wewe shemeji yangu, mtukufu mfalme. Yaani hapo msaada ushapata. Upi huo msaada ambao unautaka kutoka kwangu? Asante. Kuhusu mwanangu si ameenda kule maporini kwenda kuchukua kile cheo cha mfalme baada ya Mzee Jangamoyo. Sasa kwenye mtihani wa mwisho Kisamvu ameferi. Lile mzimu wa barafu amemgusa, ameganda.
Akikaa pale ndani ya masaa matatu tu, basi kisamvu atakuwa amekufa. Hakuna msaada mwingine pasipokuwa na yeye mwenyewe ajisaidie. Sasa yeye ndo kashaganda, atajisaidiaje? Na ndiyo maana nimekuja kwako shemeji yangu JM, nisaidie. Jamani, ni nani huyo mtukufu mfalume? Jamani, JM we mtukufu mfalume. Jamani, ni nani? Malizia ni mtukufu mfalume. Sawa. Jamani, ni nani huyo mtukufu mfalume? Umo. Jamani, ni nani huyo mtukufu mfalume? Safi. Umo. Cheza basi kidogo cheza. Jamani, ni nani huyo mtukufu mfalume? Jamani, ni nani huyo mtukufu mfalume? Yaani umenifurahisha sana. Kiufupi shemeji yangu, umeimba vizuri, na ulivyoimba tu basi umezidi kunifurahisha. Basi kwa kuwa huyo ni mwanetu, basi mimi nitamsaidia kutokana na hii pete. Nitaiambia pete, naomba msaidie kisamvu aliyekwama kwenye barafu na atatoka mara moja. Sawa Angalau kuna matumaini fulani. Asante sana shemeji yangu. Yaani simjui mwanangu yupo katika hali gani, lakini lazima niitumie ili nguvu ambayo nimepewa na mizimu. Lazima niitumie hapa. Mizimu kwa sasa hivi nilichokifikiria, ili kumsaidia mwanangu kuitumia ile nguvu ambayo siioni, nataka mnitengenezee mwanangu copyright kama ile, tena akiwa binadamu anayefanana na mwanangu vile, ili ni mtume akamsaidie. Mtume Rasuli, huyu si mwanangu huyu? Kwani wewe ni kopi ama ni mwanangu? Mimi umenitengeneza kwa ajili ya kwenda kumsaidia mwanao. Mimi sio mwanao. Hiyo sauti yako tu, wewe sio kisamvu. Yaani sauti, ila kama ungekuwa nafanana na sauti, basi mimi ningekuwa tayari nasema mwanangu nishampata. Ila sauti yako sio wewe kisamvu. Sasa ninakutuma uende kule msituni katika misitu ya Mpanda, ukamwokoe mwanangu pale chini. Sawa? Sasa hivi ametekwa. Sasa hivi yupo kwenye kipindi kigumu. Ukiwa wewe kama kopi yake, umetengenezwa na mizimu hii ya Mpanda, nenda kamsaidie. Sawa Sawa kabisa. Nitafanya kama unavyoniambia. Lakini kiongozi, umenitengeneza kama binadamu halisi. Mimi nikipigwa ngumi nasikia maumivu. Kwa nini usingeniweka tu nafsi kama nafsi? Usijali, nimekutengeneza hivyo kama binadamu kamili, kwa sababu nafsi haiwezi kushika kitu. Yaani nafsi ikishika kitu mtu hawezi kujua. Sasa ukiwa nafsi, wewe huwezi kumsaidia mwanangu kisamvu. Sijui umenielewa? Na ndio maana nimekutengeneza kama binadamu vile kama kisamvu. Nenda ukamsaidie mwanangu, umlete hapa. Sawa kiongozi, nitafanya kama ulivyoniambia. Joka la kichawi. Siku ya kufa nyani, miti yote inateleza. Ona sasa, hadi ile kopi imeliwa na joka. Joka la kichawi. Garafuta katuni za huzuni za kuchekesha.